45% of the congregation in this church are 50 and above years. Alafu tuna vitengo vitatu katika hili kanisa tulipoanza. Tuna kitengo cha wazee. Na kama naweza kubalika, wazee wote wa JCM, baba wa nyumba, hebu kila mtu asimame mahali ameketi. Mababa wa nyumba wote wasimame, hata kule nyuma mababa wote, hata branches, hata wazee ambao wametoka branches wasimame. Hao ndio baba wa nyumba wako pale. Asanteni, Mungu awabariki. Tena katika hili kanisa tuna kikundi kinaitwa The Beautiful People. Hao ni kina mama wanaitwa JCM Compassionate Women Council. Kama naweza kubarika Mheshimiwa Rais, Women Council wote hata branches mnaweza mkasimama ili Mheshimiwa Rais awaone na afurahi, kwa sababu leo tulisema ni siku yenu. Kila mama wa JCM simama mahali ulipo. Let us celebrate our mothers. Let us celebrate our mothers. Amen. Halafu katika hili kanisa tuna kikundi cha Gen Z. Mheshimiwa Rais, ninafikiria katika Kiambu County hili ndilo kanisa ambalo limebeba Gen Z wengi. Simngesimama tu rais awaone wengine wenu, Let us celebrate Jesus, Gen Z's. Amen. Mnaweza kuketi, asante sana. Na hizo program ambazo umesikia zote zikitajwa hapa Mheshimiwa Rais, Gen Z, they occupy 70% of our programs, kwa sababu hiyo ndio roho yetu, na wao ndio unasikia wako colleges, wako universities na wanasomeshwa na hili kanisa. In this church we have a category ambao tunaita wake wa Mungu, au ni wale wake waume zao walifariki na wakaachwa bila wengine msaada, lakini wakati tulifungua hili kanisa wakapata nyumbani. I would request all wives of God atumia amunene au ni wajane ambao we take care of them in this church. Wana siku zao za kuabudu, wana siku zao za kuketi chini na kutiana moyo, na wengi wao ndio tuna watoto wao mashuleni, na huwa tunashukuru Mungu, and they are part of the big team of intercessory. Pia katika hili kanisa tuna kikundi kinaitwa 60 and above. Hao ndio wazazi wetu katika hili kanisa. Nauliza wazazi wetu wa miaka 60 kwenda juu, kikundi kinachoongozwa na Mama Irongo, wasimame wote. Hao ndio kikundi cha miaka 60 na kuendelea, na unaona vile ni warembo. Hao tunawaweka vizuri. Mheshimiwa Rais, asanteni. Na hao kila Alhamisi kuna gari letu la kanisa ambalo hupeleka chakula kwao nyumbani, na zaidi wale ambao wameshindwa kuja kanisani kwa sababu ya uzee. Pia katika hili kanisa tuna wazazi wachanga, ndio tunaitanga young parents, wanaume na wanawake, ambacho kinaongozwa na Shiko. Can all young parents rise up? Na nyinyi mko na nguvu, msimame mkiweka mikono pamoja, mkishangilia rais wetu ametutembelea. Tumpigie makofi mazuri. Hao tunawaita young parents. Vikundi vyote hapa kanisani vimejumuishwa. Mheshimiwa Rais, naweza kunena mambo mengi lakini leo sitaki, kwa sababu mimi hulia. Tuna kikundi cha PWDs, people who are able differently. Maybe naweza uliza wale ambao wakiongozwa na Francis Wakuku, wale ambao wanaweza wakasimama, wale ambao unaona wote wako na mikongojo. Hao tunawaita people who are differently able, wako na uwezo mwingine ambao wanaweza kufanya. Asanteni sana kwa sababu ya kuja. Mheshimiwa Rais, sitaki kunena mambo mengi kwa sababu leo najua nchi yote iko hapa. Lakini mimi nashukuru Mungu kwa sababu kuna siku nikiwa mdogo nilikuwa namwambia mama yangu, ipo siku nitashikanisha Kenya. Na rais wa Kenya akiwa hapa, nchi yote iko hapa, kuanzia Garbatura ginya mwanya wa Ruhu. Na kwa hivyo rais, ukiwa kanisa hili, kanisa letu halina mipaka. Hili ni kanisa la watu, injili bila na mapema. Hapa kila mtu anakuanga nyumbani.
Na Rais wa Jamhuri ya Kenya, ningependa kusema kwamba nishukuru viongozi hawa wetu wa Kiambu. Wengine waliabudu hapa Sunday, tulikuwa na Mama Simba hapa, Mheshimiwa Alice aliabudu hapa na sisi. Tulikuwa na Mheshimiwa Mary Mongai aliabudu hapa na sisi. Na rais huyu mama, wacha niseme ya kwamba ametusaidia sana. Mary Mongai, yeye ndiye alifanya tupate televisheni yetu. JCM TV ni televisheni yetu ambayo imeajiri vijana zaidi ya 32 ambao unaona kule, na wengine wako shule. Hawa unaona hapa mbele wanasoma wakifanya kazi hapa, na ni yeye alitusaidia wakati alikuwa Communication Authority. Kwa hivyo kumpeleka pale atusaidia sana. Pia nishukuru Mheshimiwa Kagombe, Mheshimiwa wa Gatondo South aliabudu na sisi hapa Sunday. Rafiki yangu Mheshimiwa Kawanjiko aliabudu na sisi hapa Sunday. Mheshimiwa Senator mtarajiwa Koge aliabudu na sisi hapa Sunday. Na Mheshimiwa Rais, wakati hawa watu walikuja, kwa sababu hili kanisa hutembea na Mheshimiwa Sabina, I'm so sorry. Mheshimiwa Sabina alikuwa hapa majuma mawili yaliyoisha. Huyu ndiye amenilea katika redio na akaniacha nikiwa nimejisimamisha, na alituletea msaada. Na hiyo gari umesikia tulinunua ya wamama kupelekewa chakula nyumbani. You are part of it, kwa sababu alituletea mchango wako. Na tunashukuru sana Mheshimiwa Sabina. Walipokuja hapa Jumapili, Mheshimiwa Rais, waliingiana na moyo wetu wa kubadilisha maisha, na wakatusaidia kuokoa shamba la mzee Joseph Kamau pale Gatondo South. Alikuwa na deni la mtu, mke wake akiwa mgonjwa. Mke wake alifariki, tulimzika Alhamisi. Alikuwa amekosa kuzikwa kwa sababu shamba lake lilikuwa linauzwa. Na wakati hawa waheshimiwa walifika hapa, tukapata pesa, tukalipa hiyo shamba, na siku ya Alhamisi tukapumzisha mke wake. Na siku ya jana hawa waheshimiwa, kwa sababu ni wa serikali yako nitaje hivyo, ujenzi wa nyumba ya 3 bedroom ya huyo mzee ilianza upande wa Gatondo South. Na mimi nishukuru kwa sababu mambo haya yote ni kwa sababu sisi sote tunaelekea on the side of compassionate gospel. Hili kanisa letu limejengwa katika huo msingi, na sisi Rais hatutakuangusha. Gavana wetu anajua, mbunge wetu anajua ya kwamba watu hawawasumbui tupatie chakula, kwa sababu wanaelewa kuna kanisa. Na umeingia store yetu inakaanga supermarket, unapata mafuta, unapata chakula, unapata nini. Na nikisimamisha, kama ningechukua nafasi ya kusimamisha watu ambao maisha yao yamebadilika, tutalala hapa. Lakini wengi wako hapa ndani ambao tumebadilishia maisha kupitia sadaka zetu. Sisi hatujawahi fanya michango, hata kununua hii shamba sisi hatujawahi fanya mchango. Tumejizatiti kama jamii, sisi tunaishi kama jamii. Na wakati kule nje wanasema JCM si kanisa, sisi huwa tunasema si kanisa, we are a family and a community. There is a very big difference between a church and a community or a family. Sisi we are a family, na ninaongoza hapa vizuri. Wakati nimekueleza kuhusu hili kanisa, nikakuonyesha shule yetu TVET, tukaenda the Lordstar medical yetu, umeniuliza kwani niko na serikali kidogo. Sasa Kenya, ni vizuri nikujulishe, wewe ndio rais wa Jamhuri ya Kenya na mimi ndio Mumia na Bongo One. Sasa because this is a kingdom on its own, na tunashukuru sana. Mheshimiwa Rais, sitaki kuchukua muda mwingi kwa sababu nataka kuleta neno la Mungu, utoke hapa kama umebarikiwa. Lakini ningependa kushukuru uongozi wa kanisa hili wakiongozwa na Mr. Charles Jenga ambaye ndiye chairman wetu na mwanabiashara hapa Eastern Bypass. Pia ningependa kushukuru our patron Mr. Elijah Kamau, nishukuru kiongozi wetu wa wamama nchini Mama Ken, na nishukuru the Brothers of Compassion. Kila mtu mahali ameketi anaweza kusimama. All Brothers of Compassion, hao wanaume ndio hushikilia huduma ambao ninaendesha bila kulalamika. Na mimi nikitoka hapa Jumatatu huwa narudi Ijumaa, ninaenda kutafutia hili kanisa. Bila kuchukua muda mwingi ndio nilete neno la Mungu. Mheshimiwa Rais, hapa sisi tuko na bottom up yetu, na bottom up yetu haiko tu hapa, sisi tumeiambukiza katika nchi ya Kenya.
we now have 8 Lord stores ambazo tumesambaza katika makanisa ambayo sio ya JCM, ikiongozwa na huyo askofu na mke wake wameketi nyuma yako. Huyo anaitwa Bishop Benson Ng'ang'a na mke wake Reverend Patricia, ambao wanahubiri pale Chosen Generation Church Nakuru, na yeye ndiye askofu mkuu wa makanisa hayo. Hao ni beneficiaries wa the Road Store, kwa sababu pia Nakuru wako nayo, wako na mpango kama huu tunafanya, na wako na mpango wa health, na tuliwaambukiza kutoka hapa, na kanisa lao limepanuka kutokana na mpango huo. Na matamanio yetu ni kuambukizana hii injili ifike mahali kwingi, kwa sababu nimeona sasa imeanza hata kuingia kwa waheshimiwa. Ninaona waheshimiwa wakifanya hivi, niliona juzi wakifanya empowerment programs, nikaona trolleys, nikaona pikipiki, nikasema injili ya huruma gwataniro ya kuiguanira. Na kwa hivyo Mheshimiwa Rais, kwa dakika chache ningependa ujumuike nami ninapo kuonyesha jinsi ambavyo sisi huinua maisha ya washirika wetu. Kwa hivyo kwa ruhusa yako nitamwalika Ndung'u aje hapa na alete wale ambao siku ya leo tunainua hadhi ya maisha yao. Hawa ni wale watu wengine wanafua nguo nyumbani kwa watu. Hawa ni vijana wengine wamemaliza shule. Hawa ni wengine wametoka katika familia